Thank you. Okay, asante sana. Majina naitwa Sara Gaki. Mimi ni MCA Meru County Assembly. Na kwanza kabisa mimi sijafurahia ile maneno gavana wetu anafanya akitumia our county secretary na kufuta wananchi bila kufuta wafanyikazi bila sababu yoyote ya msingi. Na jana kama tulivyoona kuna barua tulipata hapa kuna petition imefailiwa na mmoja wa mawakili wetu wa Meru, na hiyo petition ilikuwa petition body yetu ya County Public Service Board ikisema ya kwamba hiyo bond haikuwa well constituted, na katika majibu yake county secretary wetu pia aliweza kuunga mkono hiyo petition, na ni kama our county secretary pia yeye anajistaki yeye mwenyewe na anaungana na wakili mwenye alikuwa ameenda against the bond. So tunataka kusema ya kwamba sisi hiyo sio kitendo mzuri katika Meru County, na tunataka kuambia county secretary ya kwamba ajue juu alisupport hiyo bill yenye hiyo petition. Hiyo bond kama haikuwa well constituted, kuna sheria na sheria inasema ya kwamba yule yeyote aliweza kukua vetted na hiyo bond na waliona it is not well constituted, hata wao watakanyanga nje. Kama bond itaenda, kila mmoja mwenye alipitia kwa mikono ya bond pia yeye atakanyanga nje. Wakuja wafanye ile inaitangwa reapplication, wa apply job tena upya ndio waweze kuwa vetted na bond yenye itakuwa constituted vile governor anataka, wakishirikiana na county secretary. Kwa hivyo wajue choices have consequences. Kama bondi kwa kweli koti yetu itaona bondi haikuwa well constituted, kwa hivyo wajue pia wafanyikazi wote wenye walipitia kwa hiyo bond wote wataenda nyumbani pamoja na hiyo bond, then wafanye reapplication, tutafute bond nyingine, county assembly ipitishe, nayo iketi chini iweze kufanya vetting ya wafanyikazi wengine. Kwa hivyo mwenye ako kwa ofisi na anajua alipitia kwa hiyo bond, pia yeye anjipange kwenda pamoja na hiyo bond. Asante. Amali Mwenda, the Deputy Speaker, County Assembly of Meru. Mine is just an appeal to the President and the Deputy President. We want to tell them that Meru is not okay. Everything is not okay in Meru. The problem that we had previously that led us to the Senate, we are back again. So as we are requesting the Deputy President, His Excellency Rigathi Gachagua, kindly come back to Meru, do follow-ups. The governor started again. She's become a thorn to everybody. Our leadership style has a lot of questions to us, the residents of Meru, and more so to us MCAs. Oh, it's not well. Kindly, His Excellency, come back, do follow-ups. And I think it is wise that the team that was in Nairobi negotiating for this peace in Meru, it goes back again to the drawing board and we see where the problem is. The rains have started to beat us again, more so terribly. Things are not okay. The governor has started her ways of vilification. She's demeaning everybody. She wants to run this county government like a family affair. So we have an issue. We are not happy. In fact, this is the only brave team that is before us. Majority of MCAs are running because the governor, once you speak here, the governor will start to victimize you from the grassroots, from the ones that we represent. So it's not well. And an appeal to the president and the deputy president, kindly do a follow-up in Meru. Labda kwa ile barua tumeona kwamba wale wenye wametajwa the respondent wote kama county secretary ametikia, ili kusema labda county government pia imetikia, na public service board inakaa kama labda ndio itabakia kujidefend. Nyinyi kama wakilishi wao, labda mnahisi kwamba input yetu labda inafaa kuingilia wapi kuhakikisha kwamba yale mambo labda mnahisi kwamba iko sawa? Je, mko na mwingilio wote kuhakikisha kwamba labda kwa enjoyed ama sisi kama MCAs, we feel this is a government sponsored thing. I think it is a government, the Meru County government, that is doing all this work through the county secretary. Sisi kama MCAs,
tutarudi na tutaangalia sheria, na in a way we'll seek to be enjoined there. Sababu if the county secretary says that the county public service board is not well constituted, that means that mwenye alipitia kwa hiyo board yoyote yule, including yeye sasa, hayuko halali kiofisi. So itabindi tukue enjoined in the petition that we may get to understand what is really happening. Na ile issue iko Meru, we have a county secretary mwenye anaoperate kama the governor. Inakaa wote hawajielewi. County secretary anjielewi ile kazi alipewa kufanyia watu wa Meru. Na hiyo ndio shinda tuko nayo na governor. Na ile shinda tuko nayo hawa watu wawili, sijui kama ni dictators wa aina gani. Sababu ile vitu wanataka kuforce things to everybody in their own way, bila kuconsult anybody. Ile kitu mtu anaamka akilala anafikiria ndio anataka kufanya, lakini tuwaambie hii ni serikali ya gatuzi la Meru na tuna sheria, na Meru is and part of this government ya Kenya, that Meru cannot be separated from the Kenyan government, that Meru cannot be a banana county where now the governor want to do things our own way. Kuna sheria, na sisi kama viongozi wa Meru hakikisho letu ni hili, that Meru lazima tufuatie sheria, lazima tuangalie mambo vile inaendelea, na lazima governor na the county secretary watii na wafuatilie sheria ile iliomo Kenya. Asante sana. Kwa majina mimi naitwa Mwenda Ibile, MCA wa Kedewana Lindo Minority Party. Meru, sisi kuna siasa nyingi sana inaendelea Meru. Lakini siasa yote ni gavana kuwa ana uongozi ndani yake. Sababu gavana kile anafuatilia, tukiangalia kile anafuatilia ni 2027 politics. Sababu akihisi ya kwamba kuna mtu ambaye anajaribu kumpinga kidogo, ama akisoma mienendo, matendo ya mtu kiongozi mwingine aone kama akona nia ya kuombea kiti cha ungavana 2027, gavana anachomoka na kutuzi huyo mtu, anatusi kila mtu katika kaunti yetu ya Meru. Sasa nataka kusema ya kwamba sisi viongozi wa Meru tuko na shinda kabisa kwa ule uongozi ambao uko kwa Gavana Mwangaza. Vile watu wanakaa na woga, wafanyikazi, kila mtu ako na woga katika Meru. Na ndio nataka kusema ya kwamba hata hiyo maneno ambayo ya County Service Board, Public Service Board, hiyo maneno ni kuweka mtu wa Meru katika shinda. Sababu akifukuza hao watu wa bondi, itabindi tena akiweka bondi nyingine, itabindi hao watu wataenda koti na hao watu watalipwa tena. So ndio nasema ya kwamba governor anapaswa kujua ya kwamba si yeye kiongozi peke yake Meru. Meru kuna viongozi wengine na atasikiliza hao watu wengine. Hapa sisi tuko viongozi kama tuseme wawakilishi wandi 10 hapa. Lakini tumesimama hapa kwa niaba ya wawakilishi wondi 65. Wale ambao tunajua wamechoka na uongozi wa Governor Mwangaza. So ile siku atatokezea wote, ndio Kenya itajua vile maneno iko. Na hata governor asiporekebisha hiyo maneno ataona, sababu MCAs sisi ni representatives. Governor is not a representative. Governor is a manager. Anapaswa kumanage resources za county. Sisi tunawakilisha watu, tumesimamia watu, interest za watu ndizo tumesimamia. Na hakuna mtu anapaswa kudhulumiwa Meru County. Asante sana. Labda kwa ile kesi yenye tayari iko pale kotini na inaonekana ni kama inawekwa sponsored by the government. Nyinyi kama wakilishi watu labda mngependa kupata input yenu pia pale. Sababu nyinyi ndio representative wale wananchi. Sisi kulingana na vile tunaona hiyo petition iko sponsored by the county government of Meru. Sababu the county secretary speaks on behalf of the governor. Wakati anaenda anasema ya kwamba hiyo bondi ivunjiliwe, itupiliwe mbali, governor aweke bondi nyingine, hiyo ni kuonyesha ni governor anaongea. Na hiyo maneno anasema, hiyo ndio tumesema hata sisi tunaweza enda kote. Hao watu wote wamewekwa sababu governor since aingie alikuta hiyo bondi. Na hiyo bondi hakusema ni mbaya. Hiyo bondi
imefanyia interview hao wafanyikazi wote wake, mawaziri, chief officers, huyo county secretary, wote wamefanyiwa interview na hiyo board. Na kama hiyo board itaenda nyumbani kama vile viongozi wengine wamesema, hata hao watu wote wataenda nyumbani, tuweke board nyingine mpya, tuanzie kuweka mawaziri wapya, chief officer wapya, na hata office of the governor ifanyiwe sasa wafanyikazi wapya. Thank you very much. My name's Zipora Kinya, a member of the County Assembly of Meru, and I would also want to confirm what my colleagues have said, that Meru County is not moving towards the right direction in so many ways, and I would also want to add my voice to the issue of the Public Service Board. And I would want to note that the County Government Act establishes the offices of the governor, the deputy governor, the offices of the CECs, the chief officers, and all the offices, including the County Public Service Board. So on the issue of constitution or composition of the Public Service Board, it is purely the mandate of the Governor of Meru to constitute a County Public Service Board. So in case of that petition that is in court, it is the failure of the Governor of Meru, Governor Mwangaza, that she's the one who has failed in constituting the County Public Service Board, because by law it is a duty and she has failed. So the person who has taken the petition to court, I understand that has been sponsored by the same government, a government that is fighting on it's fighting itself, and again even demonstrating even against wananchi. So we have a government where both the governor and the county secretary do not know their functions or their roles as stipulated in the County Government Act. That is the only problem that we have in Meru, because if the governor has failed to constitute the Public Service Board, and then the county secretary petitions the court to do away with the board, it means the government is fighting itself. And then these members that are there, or the members of the County Public Service Board, I am sure they are going to court. After that petition is determined, they will go to court. And I want to assure the people of Meru, Meru County is going to get into serious losses, because I know they'll go to court. If their security or their term is cut short before the expiry of their term, they will go to court, and we are going to suffer the consequences that like we suffered during the other regime of the rail pan lock petition. So the county government is going to lose, not because of the County Public Service Board, but because of an incompetent governor and county secretary who don't understand governance and the laws of the land that are supposed to be followed in governance. Thank you. Naam, asante sana Gregory. Wacha niseme kwamba gatuzi letu la Meru lilianza mambo ya mtafaruku hapa na pale wakati Governor Mwangaza aliapishwa kama gavana wetu. Na yule gavana wetu ameonekana ni mtu ambaye anapenda vita sana. Amekuwa ni mtu wa vita. Tulidhani kwamba alikuwa tu na vita na MCAs ama wawakilishi wadi peke yake. Tukasema ni sawa, lakini vile jinsi wakati ulivyozidi kuendelea, gavana alianza pia vita na MPs wetu, akaanza vita na senator, alikuwa na vita pia na kanisa la Catholics. Sasa ameingilia hadi reverend kwa kanisa la MCK ambaye ni naibu wake. Sasa ameingilia, amekuwa na vita. She's fighting her own deputy governor. She is vilifying her deputy governor. She is humiliating her deputy governor. She is intimidating her deputy governor. She is doing all manner of evil things to her deputy governor.
And we are here to actually confirm that the wars have been drawn. There is a big rift between the governor of Meru and the deputy governor of Meru. They are not reading from the same script. They are actually not even speaking on phone. That is the fact that is on the ground, and we are here to confirm it is happening. Even the cars that are assigned to the deputy governor were withdrawn. The PA was fired. Now, when you go to even the people that are supposed to be below the deputy governor in terms of the ranks, they are being used by the governor, they are being empowered by the governor to humiliate and insubordinate the deputy governor of Meru County. And we are saying we are not going to accept this status of the new status of our county, because now our governor is not ready to unite the county as she's supposed to unite the county. So what we are asking is, we are pleading with the Deputy President of the Republic of Kenya, His Excellency Rigathi Gachagua. Bwana Rigiji, ni nyinyi mlisaidia huyu mtu. Na mlimsaidia kwa sababu mlidhani atarekebisha mienendo yake ya zamani, akuwe na mienendo mingine mipya ya kuleta Wameru pamoja. Sasa ametawanya hadi serikali yake yeye mwenyewe. Akatawanya hadi kwa bedroom yake. Akaingilia hadi deputy governor wake. Kwa hivyo tunauliza Rigiji, kwa sababu yale maongezi tulikuwa nayo, yale mazungumzo hayakufikia kikomo. We end a premature end of that conversation and negotiations. Tunakuomba tena urudi hapa Meru uweze kukomesha huyu gavana wetu, kwa sababu wewe ndio uliingilia kati ukamuokoa mkiwa na president wetu ambaye tunapenda sana. Tunawaomba sasa, ile shida ilikuwa Meru imekuwa maradufu sasa. Imekuwa ni shida maradufu. Kila mtu sasa akona woga, ma MCAs wamewekwa woga, hawawezi zungumza kwa sababu wanaogopa gavana ataenda kule mashinani atawanyima maendeleo, atawaza kuwadhalilisha mbele ya wananchi. Kwa hivyo tunawaomba viongozi wetu wa national, akiwemo president wetu William Ruto na deputy Rigathi Gachagua, wewe ndo tunajua wa Mount Kenya region, mukuje muingilie kati, kwa sababu yale mashida mlijaribu kutatua yamerudi maradufu. Gavana wetu amerudi kudhalilisha watu maradufu, amerudi kutusi watu maradufu, anadhalilisha hadi deputy wake. Kwa hivyo msipokuja muingilie kati, hii Meru hata ile revenue tunaokota tunaleta huko national hakuna yenye mtapata. Hii Meru ni vita tu, itakuwa vita kila siku. Mkitatua mashida huko Bomet, mkitatua mashida huko kunaitwa Baringo, hata hapa Meru itabidi mkuje na zimamoto. Tutaanza maandamano hapa Meru. Kama hamtakuja hivi karibuni, tutaanza maandamano hapa Meru, na ile maandamano itakuwa Meru ni zaidi ya yale maandamano baba alikuwa anaorganize huko juu. Sasa kuliko tuanzie maandamano hapa Meru, kujeni wewe president na deputy president wetu mtatue hii mashida, ama mtupe nafasi tunjitatulie hii mashida yetu. Na tukileta huyu mtu wetu huko juu tena, tafadhali msiingilie kati, msimuokoe raundi hii, kwa sababu nyinyi ndio mlimuokoa. Asanteni sana.